siku ya Jumapili. Kwanza nilikuja siku ya Ijumaa nikapotea, nikatembea mpaka huko makaburini nikashuka, nikashuka nyumbani. Jumapili tena nikaja, nikakosa njia ya kuja hapa. Nilipitia katikati ya makaburi kwa najibuzura kwenye mto pale, kwenye korongo lile. Nikaja nikafika hapa. Nilipofika baadaye mtumishi wa Mungu akaniita, akanitabiria, akasema mbona mama unaona ninakuona kama unalia? Nikasema kwamba ninalia mimi, watoto wangu na watoto 7, wa kiume 5, wa kike 2. Watoto wote 7, 5 wote wamenikataa, nimebaki na hao 2. Wa mwisho na wa 9 ninaanzao 10, 3 walifariki. Sasa nilipoenda nyumbani, yaani sikuwa na kitu kabisa. Niliongeaje sasa? Uliongea kwamba huyu, nikakwambia kuna mtoto wa mwisho ndio huwa ananihudumia, ananijengea nyumba. Ukaniambia huyo mtoto atabarikiwa sana, atakuwa tajiri. Na atakuletea. Na ataniletea. Nasikia sasa niambia watoto wake wamemkataa. Tena wanamwambia maneno magumu. Na wanamwambia maneno magumu. Sasa maneno magumu. Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Na wewe sio mchawi, mimi ningekuumbua hapa. Wanasingizia watoto wao. Kuanzia leo wanaenda kukukumbuka. Kuanzia leo wataanza kukuhudumia. Kuanzia leo wataanza kukusaidia kama mama yao mzazi, kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo roho ninaiangusha kwa jina la Yesu. Hiyo ndio kufunga mwanamke. Haya! Yesu makofi. Sema nasaidiwa. Nasaidiwa. Watu wanateseka sana. Vijana mnazaliwa mnakataa wazazi wenu. Naona unateseka. Watoto wamezaa hapa. Nimemsomesha kwa shida, maana ndio mshahidi niko. Wachungaji wakamsomesha huko. Ndio anayenisaidia. Yuko bandari ile afanye kazi. Bwana unasaidia kuchapishwa. Na huyo sasa siku ya juzi jioni naona bajaji imejaza mavitu, simenti, misumari na hayo. Ulipoona ukashangaa. Nilipoona nikashangaa mno. Yaani nilishangaa. Hata wakateremsha wakaniambia hivi, Yohana, kanunua hivi vitu kesho utakuja kutengeneza hapa. Jamani, Yohana abarikiwe popote alipo kwa jina la Yesu aliye hai. Amina baba, asante. Wanao yuko wapi? Yohana yuko Dar es Salaam, anafanya kazi bandarini. Ninataka ongezewe zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Yohana pokea baraka kwa bandarini. Mama amemkumbuka. Wengine wote waliomsahau huyu mama waanze kupigwa mapigo, warudi kwa mama yao. Na wengine wote waliokusahau wiki hii wanaenda kukuletea vitu vya thamani na wao. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina kabali. Mbona naomba maombi hafanyi kazi? Kumbe wote wamekaa na shuhuda huko. Mimi baba ni muombaji, tangia niokoke ni muombaji. Lakini vita ninapokutana navyo ni vigumu. Kanisa la nyumbani lilikuwa nyumbani kwangu pale Nyanzaka la Ukombozi. Madhabahu kaja ikabeba, mimi sijui kosa na nini, ikahamishwa madhabahu. Kweli nililia mwaka juzi mwezi wa 8. Kutoka hapo hata hapa ninasema hivi, yaani sasa hivi ndio ninapona. Nilikuwa nimeisha. Kwa sasa unamwonaje Mungu hapa? Mungu hapa mimi namuona ni mkubwa mno. Mungu hapa. Kweli ninaomba. Kuna pote moja ameongea vile maanisha nini? Huko wanasema hivi, kama nitaondoka ile nyumba ambayo nimejengewa wataomba haitaisha. Ninatamka hiyo nyumba inaisha kwa jina la tena, inaisha mwezi huu wa 5. Inaisha mwezi huu wa 5 kwa jina la Yesu aliye hai. Kama nitatoka pale ile nyumba haitaisha. Na mimi nimetamka, wewe ni mwinjilisti, mimi niko level nyingine. Sasa ile nyumba inaisha. Amina. Wapendwa, sasa mwinjilisti acheze na nabii.
watumishi wa Mungu. Hivi inawezekana kweli? Nimepambana wakati nyumba mtoto anaanza kujenga, niliomba nikarudi nyumbani kanisani, kutoka kanisani nimeomba, kufika nyumbani nikakutana na kobe. Kumbe kitandani kwangu ndipo kwenye ubugu kobe alikuwa anakaa humo. Yule kobe nikamuua. Yohana akafunguka akaanza kunijengea nyumba. Ni mengi nikishuhudia hapa zinta ya Malinda. Kenyeji akanifukuza akanirudisha nyumbani. Nikasema sisi kamwaje Yesu kwa vya mwanaume. Sasa ninasema hivi, hapa nimeweka miguu maskani yangu ni hapa. Mungu mniombee. Ninaitwa Suzana Banga ya Nkani. Mniombee. Babangu alikuwa Mkenya wakati wa ukoloni. Misimu hiyo imenitesa. Mimi natamka kwamba sitalala kwenye nyumba nzuri, wao walilala kwenye nyumba ya miti na tope, lakini Bwana ametenda. Ameanza kutenda. Ananiambia kamwage chungu. Naye mafuta chukua. Fire! Nenda kamwage tu, useme kama nabii alivyonipa, kama alivyotaka, nitajenga nyumba, nyumba itaisha. Haya maneno ya mwinjilisti ya feli kwa jina la Yesu. Sema amina, amina, amina. Nimesimama mbele yenu kushukuru Mungu. Cha kwanza namshukuru baba yangu Prophet Daniel kwa kazi aliyofanya. Jamani, nimetafuta hii pete mnaiona kwa miaka 20. Kila nikimwambia mwanaume tubariki ndoa anakataa. Sijajipanga. Lakini kwa Prophet Daniel imekamilika. Kagonga mwamba. Namshukuru sana baba. Baba nakushukuru sana. Nakushukuru mwanangu, maana wewe ndio ulianza kuokoka ukamvuta na yeye. Nakushukuru sana baba. Namshukuru sana Mungu wa madhabahu kwa kweli. Alipotoa anajua yeye mwenyewe baba. Kwa maombi yake tumefikia siku ya jana. Sikutegemea mimi kama ingebariki ndoa mimi nikavaa pete. Ni jambo kubwa sana, ni muujiza kwangu. Jamani, nilikuwa nikiwaona ambao wanafunga ndoa, wanafanya harusi, nasikia wivu. Jamani, ndugu zangu ambao mjabariki ndoa, hebu oneni wivu. Ndoa. Baba yangu nakushukuru sana. Kufikia siku ya jana, yaani sikutegemea kabisa. Tumepambana sana mpaka kufikia siku ya jana. Ila Mungu ni mwema. Limekamilika. Nawashukuru sana kanisa. Mmekuwa pamoja na sisi jana. Mbarikiwe sana. Haleluya. Majina yangu naitwa Elia Daniel, mzaliwa mahali hapo kwenye madhabahu. Napenda kumshukuru Mungu, ilikuwa ni Ijumaa nimekuja hapa kanisani.
baba, kwa sababu Mungu amempa neema ya kuona ni prophet. Alikuwa kwenye ibada, baba alionyeshwa kwamba kuna ziwa kule kubwa kule kisiwani, aliona mtu anaenda kuniua mimi. Sasa baba kwa sababu alionyeshwa, akatamka kwamba maana ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa pili nilipanga niuoe mimi, lakini baba yangu Mungu alimuonesha sasa ni nabii, akasema hii ajali naifunga. Ndio maana leo namshukuru Mungu niko nimevuka, kwa hiyo ningekufa mwezi wa pili mwaka huu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, madhabahu hii amenisaidia nimeweza kuvuka. Na ushuhuda wa pili, namshukuru Mungu kupitia tunda la mwezi wa 4 na kitu kipi cha mwezi wa 4, namshukuru Mungu nimepokea zawadi ya nguo mpya. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Kapokea zawadi ya nguo mpya. Kitu kipya. Nguo mpya. Nayo sababu ya kumshukuru Mungu. Nimepitia hali shida. Ngogo pombe aina yote. Bwana anakunywa sana. Leo siku nimetoka kazi. Wewe uko unakunywa pombe? Ndio, nilikuwa na miaka mingapi wewe? Sasa hivi na miaka 19. Ngapi? Nilikuwa naweza hata kufuta 12, yani nilikuwa napakia yani kwa ufupi tu. Nilikuwa single. Jamani, vijana wetu wanateseka. Kizazi chetu tukiombea. Haleluya. Bia 12 na ulewi. Asilewi, yani nakuwa tu yani muda hata sijielewi. Nini kimetokea kijana mzuri? Baada hapo, kwanza kabla yani hapo, kulikuwa na mdogo wangu hapa anaitwa Rukia. Alikuja hiyo siku nyumbani, nimetoka kazini nimechoka, nilikuwa nimetulia sana nyumbani. Aje akaniambia hivi, ile kanisa ni hatari. Nikamwambia kanisa gani hilo? Hilo kanisa linaitwa Shikaini. Ambalo ndio hili. Ndio hili. Nikaanza kuwa naambisha, nikamwambia wewe, acha uongo, manabii wa uongo sasa hivi wengi sana. Usiamini. Ikawa Jumapili hiyo, Rukia akaja kanisani. Mimi nilikuwa nimepigiwa simu, kuna kazi huko, njoo. Nilipoenda huko kazini, tukakoswa kazi sehemu zote, sehemu hizi, sehemu mbili. Kwa sababu ulisema manabii wa uongo. Nilipofika, kwanza nilikuja nikasema, nina njaa bamu. Ngoja nikatafute machungwa kwa baba. Nikaenda nikachukua machungwa. Kafika pale hivi kuna njia inaenda hivi na hivi. Nikasema, sasa nipitie kanisa gani? Nipitie njia gani? Nikasema ngoja nipitie ya makaburini. Bahati nzuri nikakutana na huyu hapa Mwenyezi Daudi. Mwenyezi Daudi. Huyu hapa. Alikutana na mhubiri dada mwingine. Yule dada akamwambia hivi, mimi nitakuja Jumapili. Anamdanganya sa Daudi. Daudi mimi akanihubiri kweli. Nikawa najiuliza si niende. Nikiangalia na nguo nilikuwa nimevaa, ni za uchoko kabisa. Yaani nilikuwa choko kabisa, yani choko. Yaani chokolasi ile chokola. Ndio. Sasa baada hapo nikaja kanisani. Yaani nilikuwa nimevaa yebo, nikikumbuka ile siku nilikuwa nimevaa yebo nyekundu na suruali iliyochanika maeneo haya. Show sasa hiyo show. Show. Baada hapo nikafika hapa, watu wote wakawa wananiangalia, nilikuwa natetemeka. Nikasema leo nimekumbwa leo. Baada hapo kanitabia, na kweli yale aliyonitabia yalikuwa ni ya kweli. Nilisemaje? Uliniambia hivi, ulikuwaga mwizi, na kweli nilikuwa mwizi komesha. Nilikuwa mwizi komesha. Yaani mimi swala la kubomoa mlango wa mtu na kuchukua vitu vilivyoko mbele. Jamani, watu wakiokoka vibaka sio pesa makopo. Kuna wengine huko niwaibia hata huko. Nilipokuja huko nilituliza, nikasema ngoja niache kwanza. Sije nikawa ulikuwa mwizi. Nilikuwa mwizi, nilikuwa napitia mahindi ya nyumbani, nimeiba sana kwa kweli, msiseme uongo. Na baba anajua nimeiba sana. Sawa, hebu ongea kijana wangu mwaibishe shetani. Baada hapo nilikuwa na tatizo la kukosa kazi. Baada hapo nimekuja hapa kanisani nikakosa kazi. Bibi yangu mdogo akawa ananichekea. Anaongea kinafiki. Wewe sijui umekosa kazi. Nikamwambia haina shida bibi, kuna siku tu na mimi tapata. Ikawa Jumanne nikaja hapa kwenye mkesha. Baada hapa kuja kwenye mkesha tukaomba, tukapata mapumziko kidogo tukalala. Tukaamka kesho yake, kaenda nyumbani. Kufika nyumbani kapigiwa simu. Na hiyo simu aliyopiga alikuwa simjui. Akumbe alikuwa ndugu yangu, mimi nilikuwa simjui. Nikaenda huko nikapata na kazi. Nilipata kazi ya ujenzi. Nilimshukuru Mungu sana. Nilikuwa na wiki kama 3 hivi. Nimekaa nyumbani afu bibi yangu anaumwa, ananiangalia mimi.
Kasema kuna siku tu na mimi nitafunguliwa njia. Ndio hivyo ikawa Jumatano ya asubuhi nikapigiwa simu. Nikaenda kufanya kazi ndani ya hii wiki. Nilipata niingiza kiasi kidogo lakini namshukuru Mungu. Haleluya. Ndio hivyo. Hongera. Sasa jamani makofi na vijana.